Okay, umewahi kusikia kuwa kuna baadhi ya wanawake wana maji mengi ukeni? Au umeshawahi kusikia kuna baadhi ya makabila au kuna baadhi ya ukanda fulani wao hawajawahi kuwa na hii changamoto ya ukavu? Nadhani ni kwa nini changamoto hizo za ukavu wao huwa hawapitii? Au nadhani ni kwa nini wao wanapoanza kushiriki tendo la ndoa huwa wanatoa maji mengi sana? Sio maji yanayotoa harufu, ni maji ambayo huwa yanawasaidia wao kuweza kulainisha maumbile yao. Na unadhani ni kwa nini kuna baadhi ya ukanda fulani wao kuwa wakavu ni swala la kawaida, na kuna baadhi ya ukanda fulani wao kuwa na hamu ya tendo la ndoa ni changamoto sana? Yani ninachotaka kusema ni kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanaishi aina fulani ya eneo huwa wanakuwa na changamoto sana ya kukosa hamu ya tendo la ndoa na changamoto za ukavu. Lakini pia kuna baadhi ya maeneo au kuna baadhi ya ukanda watu wanaoishi katika eneo hilo huwa wanakuwa na maji mengi sana na wanakuwa na hamu sana kushiriki tendo la. Unadhani ni kwa nini kuna baadhi ya maeneo changamoto za uzazi ni ndogo sana, na kuna baadhi ya maeneo pia changamoto za uzazi kwa wanaume ni kubwa? Kama ilivyo changamoto za uzazi kwa wanawake ni kubwa, basi kuna baadhi ya maeneo changamoto za uzazi hizo kwa wanawake ni ndogo. Asilimia kubwa maeneo yamekuwa yanadetermine sana changamoto. Ndio maana kuna baadhi ya makabila fulani wao kuzungumzia mapenzi unazungumzia ni kama chakula, na kuna baadhi ya makabila fulani ukizungumzia mapenzi unazungumzia miko ambayo hutakiwi kuisema unapokuwa mbele ya watu, na kuna baadhi ya maeneo huwezi ukafanya kitu chochote bila kuhusianisha na mapenzi. Hivi vitu vimekuwa vinatofautiana kutokana na eneo moja na eneo lingine, kutokana na aidha aina ya vyakula ambavyo mtu anakula. Kuna baadhi ya vyakula ukila automatically vinakuongezea baadhi ya vichocheo kwenye mwili, especially kama hizi estrogen, progesterone, testosterone. Lakini pia kuna baadhi ya maeneo wanakuwa wakavu, hawana hamu ya tendo la ndoa, na hii nayo inaweza kachangiwa na aina fulani ya vyakula ambavyo wanakula, ambavyo wakati mwingine vinamfanya yeye kukosa baadhi ya virutubisho au kukosa baadhi ya vichocheo katika mwili kutokana na nature au aina ya ubongo ambao unasaidia vyakula hivyo kupatikana kirahisi, na vyakula hivyo kumfanya mwanamke aweze kuwa comfortable. Okay, na wewe unaweza kunisaidia ucomment ni sehemu gani ambako watu huwa hawasumbuliwi na changamoto za uzazi sana tofauti na sehemu fulani, na sehemu gani ambayo kuna changamoto kubwa sana za afya ya uzazi kutokana na aina fulani ya vyakula, lifestyle na vitu vingine. Jina langu naitwa Dr. Ken kutoka Vyakula na Tiba. Asante sana.